Yep. Karibu ndugu wa mfuatiliaji wetu wa RS Channel TZ. Leo katika computer trick nitakupa tu trick chache. Nitakupa trick chache. Trick hizi umeenda labda mfano dukani au umenunua laptop yako kutoka kokote. Sasa laptop zina specification, umeona, zina specification kwa maana kwa uwezo. Sasa unajuaje usipate tabu? Laptop nyingi zinakuwa zina label, zinajielezea kwamba labda Dell labda Latitude, Dell Latitude labda RAM 4, processor labda 2 point, zinakuwepo kwenye label. Processor 2 point labda core i5 au core i7 au na inakuwa na kaneno inakuwa kaneno cha unakuta labda 8th, ina maana generation ya 8 au 8 generation, au inaweza ikawa 9th, inaweza hiyo inasomeka kama 9 generation, au inaweza ikawa 7th, hivyo 5th, 4th. Labda tuende kwa mfano halisi. Imeandikwa labda Dell labda Latitude kwa maana mimi nitakata D labda 3000 labda 190, itakuwa imeandikwa Dell Latitude. Umeshaona Latitude ina maana unaweza ukakatisha shortcut D 3190. Sasa hapa inaweza ikakwambia labda hapa inaweza ikakuonyeshia kwamba RAM 4GB, unaona 4GB, au sio bwana? Tuko pamoja, RAM 4GB. Lakini unakuta kitu chini SSD hivyo 128, sijui unaelewa. SSD 128, lakini processor pia processor naye pia unakuta processor nafikiri kama nitakuwa itakuwa kama nimekosea utanisahisha. Processor labda unakuta 1.6, lakini huku mbele unaweza kukuta 1.50, 1.50. Kuna GHZ ikiwa inamaanisha gigahertz, umeshaona. Lakini kitu kingine unaweza ukakuta ina TH labda 6th, 6th ikiwa inamaanisha generation ya 6. 6th ikiwa inamaanisha generation ya 6. Hiyo inamaanisha generation yake ya 6. Lakini nitakupa triki kama kawaida yetu. Bonyeza window -r, window +r, type neno cmd, itafunguka cmd kama hivyo unavyoiona. Kisha funguka, mimi kama ninavyokuambia napendelea rangi ya kijani. Unaona, napendelea rangi ya kijani.
hapa nafanyaje? Hapa na zoom ili haya maandishi yangu at least yawe makubwa uweze kunielewa. Sasa umeshabonyeza Windows+R, inakuja ile run, au tunaweza kusema Windows+X. Windows+X itakuja kamkeka kama hivyo, itakuja kwenye neno hili hapa run. Ikishafunguka run, andika cmd kama nilivyoandika hapo mwanzo. Nitarudia cmd. Ikishafunguka utaandika neno system, naona system info, system info, click enter. Ita search kama hivyo, itakuletea property ya mashine unayotumia. Itakuletea property ya mashine unayotumia. Itakwambia bwana, mashine yako host name desktop hiyo, umeona OS name hiyo Microsoft Windows 10 Pro Education, version hiyo 10, manufacturer hiyo Microsoft Corporation. Microsoft Corporation ndo manufacturer yetu ya mashine yetu. Configuration hiyo standard run workstation, workstation. Hiyo build type hiyo multiprocessor. Hili ndo neno ambalo nilikosea pale mwanzo, processor. Processor ikiwa ina maana inaonyesha hapa. Sasa tunakuja wapi? Sisi lengo letu tuone nini? Tuone hii mashine ya aina gani. System manufacturer Dell Inc. Umeona system model ikiwemo hiyo Latitude, Dell Latitude ambayo ndo pale nimekwambia Dell D3190. System type base hiyo 64. Of course sasa hivi laptop zote karibia zote ni 64, yani ya 32 sasa hivi ni chache, au unaweza kusema ni zile za zamani kabisa ndo unakutana nazo 32 bit. Sasa hivi nyingi ni 64 bit. Kwa nini system type? System type kwa maana kwamba 32 na 64 bit, hizi bit ni uwezo wa kufanya typing. Nimeshaona kwa maana 64 iko vizuri katika masuala typing, iko faster. Haya, kwenda pili Intel. Hapa tunaona BIOS version. BIOS hapa kuna somo tutalileta kwa ajili ya BIOS. Unaweza kukuta mashine imezima ghafla. Mashine imezima ghafla, uelewe nini ndo nini. Umeshaona kioo black, yani sio blank, ni black screen. Masomo yatakuja hapo mbele tutaelezea, lakini leo nitaka nikupe triki. Unaweza ukatumia CMD. CMD ikakupa property au specification, ikakuelezea mashine yako ni aina gani. Kwa maana hivyo sasa masomo yanayokuja, na hapa nafikiri ushaona genuine Intel. Sasa masomo yanayokuja tutachambua 64 bit na 32 bit, tutaelezea kiundani ni nini haswa. Alafu tutakuja tutaelezea kuna Intel, kuna AMD, alafu kuna Nvidia, yani GeForce Nvidia. Umeshaona ni nini na ni laptop gani wewe inakufaa. Tutakuja tutaelezea mambo ya graphics. Intel graphics unazipataje,
kuna kitu kama hiki unachokiona hapa. Niki right click kwenye desktop yangu, unaona kuna Intel Graphics Setting. Intel Graphics Setting ina maana kubwa. Huenda ukawa unahitaji laptop ya kufanya editing, laptop ya kucheza game. Kwa hiyo utatakiwa kuwa na mashine yenye UHD, ambayo UHD ni Ultra HD. Hii ndo mashine itakufanya ikupe option ya kucheza game. Yes, kuna magemu ya ukiondoa hii inategemea pia RAM, at least uwe na core 7, laptop core 7 kwenda juu, umeshaona, au core i5 kwenda juu, RAM 8 kwenda juu, umeshaona. Graphics 5500 kwenda juu. Lakini mzuri zaidi hii 6500 ambaye Ultra HD graphics, ambaye tutakuja hapa na kupa tu introduction kwa sababu ni tricky. Tutakuja mbele tuisome computer deep kiundani zaidi. Laptop gani unatafuta na unatafuta laptop kwa ajili gani? Kwa hiyo tutakuja tusome hiyo kitu. Turudi pale pale Windows plus R. Narudia. Type CMD. Windows plus R, type CMD. Click enter. Andika system. System info, yani system information. Itakuletea CMD, taarifa ya laptop yako. Click enter. Itakuletea taarifa kwamba unatumia hapo ulipo, unatumia laptop gani na system gani ya Windows na ina uwezo gani. Upande wa BIOS hapa kuna umuhimu sana hii BIOS. Yaani upande wa BIOS hapa kuna umuhimu sana. Laptop nyingi zinazima kutokana na BIOS ime-expire. Kuna BIOS hardware ambaye tutakwenda katika somo la BIOS fix. Kuna BIOS hardware na kuna BIOS software. BIOS software inategemea BIOS hardware. Sasa hakikisha mashine iko updated upande wa BIOS. Kama hapa unavyoona, tarehe 6 mwezi wa 9 2025. Kwa maana sasa hii mashine inakuwa ngumu kuzima, umeshaona. Lakini kama kuna miaka 5 mbele itakuwa imepitwa, BIOS yako imepitwa miaka 5 mbele kuendelea, ina maana hiyo laptop siku yoyote inaweza ikazima ghafla na ukashindwa kuifix na ukazani imekufa, lakini ukweli hiyo laptop yako haijafa. Kuna somo linakuja, tutakuja kuchambua kwa undani zaidi upande wa hardware na upande wa software BIOS. Tutaielezea kwa undani zaidi. Leo nafikiri umeshanielewa nini na maanisha. Hii ndio triki ndogo, triki fupi, lakini kuna ile kitu niliyokuambia kwamba graphics driver. Hii unaoiona hapa ni graphics driver. Unaoiona hapa ni graphics driver. Unaipataje? Unaipata kwa kutumia information hii. Kwa maana kwamba utachukua hapa information ya hii PC yako inatumia graphics ya aina gani. Utachukua hili neno hapa latitude, ili kama lilivyo, utalichukua hili neno, utalikopi. Ulikopi ni right click. Right click mara moja utafungua browser ya internet, utaenda kulipaste kule kwenye internet, alafu mbele utaongezea neno driver. Lakini ngoja nikushauri, chukua hii peke yake, hii labda latitude fulani, utachukua hii, utaenda kukopi kwenye upande wa internet. Kwa bahati mbaya kwa sasa siko na internet, lakini
nitakuletea somo ambalo la mtandaoni, yani online, namna ya kudownload driver, display driver. Lakini utalichukua neno hili kama lilivyo, utaenda kwenye internet browser, mfano unatumia Chrome, Mozilla au nini, utawasha data yako, labda kama unatumia wifi ama line, yani modem, utaenda utalikopi hili neno mbele, ongezea driver au ongezea kwa sababu unatafuta hii graphics peke yake, Intel graphics driver. Sasa kwa sababu unatafuta hiyo peke yake, basi utaandika display driver. Utalichukua hili neno kama lilivyo, utaweka mbele, utaongezea display driver, itakuja display driver support kwenye browser ya Dell, utaenda utadownload. Nafikiri itakuja somo lake kwa vitendo, lakini kumbuka hiki kipindi ni cha computer trick. Mimi hapa nakupa trick tu chache za kuweza kuelewa kwa haraka laptop hiyo ni aina gani. Lakini trick ya pili utabonyeza tena hiyo Windows plus R, utaandika tena neno letu hilo CMD. Ukishaandika CMD, nafikiri wewe kama ni mfuatiliaji wa kipindi hichi ushaelewa kuna njia mbili tunatumia kuifikia run. Tuna njia ya kwanza Windows plus R, lakini tuna njia ya pili Windows plus X. Umeshaona? Njia yetu ya pili inajulikana kama, wewe ni memba wa kipindi hiki, unakuja kwenye neno run, itafunguka run, then utaandika CMD. Sasa hapa trick ya pili, tutaandika neno DX, alafu tutarudia DIG. Umeshaona? Hii ni nini? Hii itakuja kutupa kitu fulani, kama itakuja kutupa information fulani kama unavyoona hapo. Kama unavyoona DX DIAG. Umeshaona? Itafunguka. Umeona? Direct diagnostics tools. Umeshaona? Utakliki yes. Ukishakliki yes, kuna taarifa italetwa katika display yako kama unavyoona. Hapa pia kuna taarifa utapata, unatumia operation system Windows 10 Pro Education 64 bit, ambazo tulisema tutakuja kipindi chake kinakuja hizo 64 na 32. Kama nilivyokuambia, kwa sasa hivi kuzipata mashine za 32 ni issue, manake ni za zamani sana. Ina maana nyingi 64 na operating system nyingi sasa hivi za Windows zikiwa ziko kwenye 64. Kwa maana hapa kuna hiyo unatumia operating system Windows 10 kama nilivyokuambia. Language hiyo hapo English. System manufacturer Dell. Tunakuja kuiona model hiyo kama tulivyoeleza, model hii hapo. Lakini processor kama kawaida unatumia Intel Pentium Silver N hiyo hapo. Lakini nilikwambia kuna 1.6, lakini hapa kuna 1.10 GHz ikiwa na maana gigahertz. Lakini kuna 4 CPU, lakini kuna 1.5 ambayo ndio ile 1.50 gigahertz. Lakini kuna memory, unaona kuna hiyo version. Umeshaona? Hii itakusaidia kujua mashine yako ni aina gani. Unakuja hapa upande wa display. Ushakuja upande wa display. Kama nilivyokuambia Intel R UHD graphics 605, ina maana 650. Umeshaona? 6500 graphics, ina maana ni kubwa. Laptop unaweza ukatumia game na nini na kadhalika. Tofauti yake hii tu, upande wa RAM iko chini, lakini kuna baadhi ya magame utayacheza isipokuwa
kuwa haya mafifa na nini yatakuhitaji uwe na core 7 ama core 5 kuendelea na RAM 8 kuendelea. Lakini graphics, hakikisha graphics yako iwe 5500, yani 500.5 au 500.2 ama hii 605. Umeshaona, ndio itakufanya ucheze game. Umeshanipata hapa? Tushaona, lakini kuna current display mode hiyo hapo, 32 bit na nikwambia tutakuja tutaisoma. Sasa unafikaje kuzipata taarifa hizi? Hapa unafika kwa kutumia neno hili hapa, kwa kutumia neno hilo hapo la juu, DX. Umeona? DX. Umeona? DX. Kwa kutumia neno hili hapa DX, utatype DX alafu utarudia DIAG. Ina maana kwa Kiswahili itasomeka kama DX DIAG. Umeshaona? Utaklik enter, itakuja hiyo neno. Labda turudie tena trick hii kama kawaida, Windows+R, type CMD, andika CMD. Ukishaandika CMD utaandika neno DX, utarudia tena IAG, click enter. Umeshaona? Itakuja huu ujumbe ndani yake pia itakupa taarifa ya mashine yako, display yako, graphics yako. Umeshaona? Sound na input mbalimbali. Kwa leo tuishie hapa, niseme tu asanteni na kwa elini.